Kwenye wagonjwa hususani wenye chronic disease, hasa wale wenye watumia dawa kwa mfano za pressure, mle ndani kuna dawa, hususani dawa nyingi za pressure zina combination ya dawa 2 mpaka 3. Kwa hiyo kwenye mtu mwenye combination ya dawa yoyote, mfano kama kuna Temistatan H, ile H ni Lasix. Lasix ukitumia inakusababisha unakuwa unaenda haja ndogo mara kwa mara. Kwa mji ule tunaokwenda ambao tayari tangazo wamelitoa hapa, unaonyesha una nyuzi joto kuanzia 50 wakati ule utakapofika, ni zaidi ya hili la kwetu. Kwa hiyo tayari we mwenyewe utakuwa una sweat automatically, unapoteza maji. Ukichukua na hii Lasix ni tatizo zaidi. Kwa hiyo huwa ni vizuri uonane na hawa madaktari wakubadilishie zile dawa combination yako, kwamba sasa badala ya dawa hii tumia hii kwa kipindi hiki, au rudi kwa daktari wako na yatendi, mwambie nina safari ya Saudi Arabia, joto ni kali na ibada zangu sehemu kubwa zitakuwa zinanihitaji kufanya kwenye mazingira yenye jua, japo sehemu zenye mahema zipo. Kwa mazingira haya kuna dawa inayoweza kunipa tabu ya upande wa dehydration, kupoteza maji, atarekebisha. Lakini pia ni kama ulivyosema, kama hufahamu kama una maradhi hayo, pia wakati huu bado unakuruhusu kwenda kufanya check up, kwa sababu uzoefu unatukuta kule mtu anatoka akiwa mzima, lakini akishafika kule kwa haya mabadiliko ya hali ya hewa, anakuja pale kupima kidaktari N1 ambapo anapofika kuanzia miaka 55 60 tayari unakuwa una sifa za kuangukia kwenye magonjwa kama mtindo wa pressure au sukari. Kwa hiyo kwenye safari kama hii ndefu kucheki ni muhimu. Anakuja mtu ana pressure tayari ishafika 180 200, au wengine wanaanguka kabisa rukaba na stroke kubwa kabisa na bleeding. Kwa hiyo ni vizuri ukacheki sasa, ili kama matibabu yanaanza ukaanza sasa. Na kwenye hizi dawa pia huwa tunawashauri kama inatokea unaenda kubadilishiwa dawa, ni vizuri ukaanza sasa, kwa sababu pia na zenyewe kuizoea dawa inahitaji muda. Kwa hiyo ukianza wakati upo hapa nyumbani kwako na inahitaji kuzoeleka, ni rahisi kuizoea kabla ijaanza kukusumbua ugenini. Kwa hiyo hilo ni la msingi. Lakini pia kwenye dawa kama alivyosema daktari, kuna baadhi ya dawa zinahitaji vibali maalum. Madaktari wanaokwenda timu inakuwa na kibali maalum cha kubeba zile dawa. Sasa kwa mfano dawa moja tu nyepesi ambayo watu wameizoea, Tramadol. Tramadol kidaktari ni dawa dozi kubwa sana, si ya kununua tu na kunywa, lakini watu wanainunua wanatumia. Ile ni dawa ambayo kule hawakuruhusu, kwa sababu ni dawa inaangukia kwenye grupu ya madawa ya kulevya. Hizi dawa za namna hii hawazitaki, wanaweza wakupa tabu. Kwa ni vizuri udiscuss na daktari ili aweze kubadilisha mapema, akwambie nini tufanye, na kama inatokea kuna ulazimu wa kubeba, basi yeye ajue anafanya nini ili wewe uweze kuvuka na zile dawa. Lakini pia tunawashauri dawa zako kabidhi kwa daktari husika ili kurahisisha hayo maswali mengine. Na wewe zile unazokunywa chukua dawa za siku 3. Watu tunashauri watu wale na mkoba mdogo unaotia pasipoti na vitu kama hivyo. Mleweka dawa za siku 3. Tunajua kutoka hapa mpaka Maka safari ya tuendi kama walivyokuwa nakwenda zamani babu zetu na bibi zetu, kwamba ni miezi 3 unakwenda 3 unarudi. Lakini inaweza umeshatoka hapa umefika aidha Muscat au Dubai, ikatokea changamoto ya hali ya hewa ikalazimika kusubiri ndege nyingine. Lile begi litakarokuwa umelikabidhi hapa kwenye cargo hutokutana nalo isipokuwa mpaka umefika unapokwenda. Sasa likisha kwenda kule na dawa, maana yake tena hutopata tena dawa. Na pale kati ni sisi tutobado kidogo, kuna sehemu tuporuziruzi dawa unaweza kupata unapokwenda. Lakini ukishapanda ndege kule hupati dawa. Watakwambia nenda kwa daktari kamuone upate. Mwaka jana kuna ujaji mmoja alipata changamoto, japo ilikuwa ilihitaji operation, lakini hije ndio ilishia pale pale Dubai. Anaingia Dubai, imemshika ngiri, operation, mpaka anaondoka pale, ule muda wa kuweza kuondoka kwenda kule washafunga mipaka, kwa hiyo ikabidi arudishwe. Walijitahidi kuingilia kati serikali, ubalozi na kila kitu, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo ni vitu hivi ni vizuri ukavitazama hapa. Lakini pia kuna baadhi ya watu wana maradhi ya dawa ambazo hizi dawa sisi kama madaktari haziuzwi pharmacy. Nisingependa kutaja maradhi ya aina gani, lakini kuna maradhi nikisema hivi tayari umeshaanza kujua ni kuyahisi ni aina gani. Hizi dawa sisi hatuwezi kuzipata pharmacy kwenye kliniki maalum, mfano kwa TB. Kwa hiyo ukiziona hizi maana yake kwamba unaenda kuzichukua wewe, ila umjuze daktari wako, kwa sababu zina complication, ili akikutana naye kule yeye zile dawa za complication abebe yeye, sio wewe. Lakini pia niongezee kwenye nafasi ya daktari, ameongelea upande wa maji kutegemea na hiyo hali ya joto ya kule inayokwenda. Mimi huwa napendaga kudemonstrate. Sisi tukiongea watu tunafahamu kwenye haja ndogo kidaktari tunajua kuna takribani aina kama 10 za haja ndogo. Ukiona tu ile rangi kama daktari, ukiona tu rangi ni nyekundu unasema inaweza ikawa kichocho. Lakini kidaktari zile rangi, mkojo kwa kifupi unaweza kuwa mkojo wa njano, unaweza kuwa mwekundu, unaweza kuwa wa purple kama hii, unaweza kuwa wa blue,
na unakuwa mweupe kama tunavyofahamu. Kwa hiyo kuna rangi takribani 10. Sasa kwenye hili la maji dehydration, mimi wanapenda kusema kwamba utakapoiona rangi imekuwa ni nyeupe kama tunavyoona maji tunayokunywa na kwa rangi ya namna hii, bado uko sehemu nzuri. Yaani kutoka hapa kurudi kwenye nyeupe uko sehemu nzuri. Lakini utakapokuwa umeona imebadilika hii, imeshaanza kwenda namna hii, manake mwili wenyewe ni kama vile unavyoingia kwenye zile sensor, biometric sensor. Wenyewe mwili una sensi kwamba huyu mtu maji ni tatizo. Ukishaanza kuiona rangi imefika hapa, maana yake ni kwamba mwili unaanza kukwambia. Huku Dar es Salaam tunamsikia kila siku anasema Profesa Janabi, japo tunacheka na mama anasema tusimbeze. Uhalisia harisi ni kwamba kwenye zile lita 3 unazotakiwa uzinywe 2.5 3, kama una shida ya magonjwa ya moyo, maana yake ni kwamba unapokwenda kule ili uweze kusurvive kwenye hili joto la nyuzi 50, maana yake ni kwamba unatakiwa ya maji udabo, ndio utakuwa kwenye sehemu sahihi. Kwa hiyo ukishaona yameshafika hapa, maana yake ni kwamba mwili unakwambia kwamba maji yako yale yalitakiwa yawe kwenye hali ya kawaida yameshapungua. Figo zinaumia. Kwa kama figo zinaumia, zinataka unywe maji. Kwa maana yake kwamba inabidi hizi chupa na namna hii, yani kwa kifupi ukishafika hapa unahitaji maji lita 1 uongeze mwilini. Ukishaongeza ile lita 1, maana yake ndio umerudisha kile kiwango cha kawaida. Alafu sasa baada hapo urudi kwenye kile kiwango ambacho ukiwa kule inabidi umaintain yale maji wewe unayanywa. Kwa maana ya kwamba ukiwa umekaa kule usisubiri mpaka ukisikie kiwi useme unywe maji, kwa sababu joto lake kule lilivyokuwa kali hautaona ili jasho linalochuruzika. Unavyopumua maji yanapungua, kwa joto ni kali linapotea haraka sana, linaungua kiasi kwamba hutoweza kuliona. Wewe cha haraka ambacho mimi wanapenda kuwashauri watu utachokiona ni hii haja ndogo yako, ndio itakuonyesha kwamba sasa maji yamepungua. Kwa hiyo ukishaona hivi, maana yake chukua. Uzuri wake wao kule wenzetu wanaga tabu, maji ni sadaka, popote utayapata. Barabarani unapita mtu anakupa. Kwa hiyo ukishaona namna hii kuwa nayo hapa kunywa. Lakini pia kama alivyosema daktari, nimekwenda kule hija takribani kama 6 7 katika hija zote ambayo nimebahatika kuswali ndani ya ile misikiti mikubwa, nafikiri haijazidi 1. Kwanza kwa mfano tuchukue kama vile swala ya Ijumaa. Kwanza kwa nafasi yangu kama daktari, kwa sababu kuna watu hawezi kwenda kule, watabaki hospitalini hotelini. Sasa wewe huwezi kwenda kule afu kuna mtu anakuhitaji huko na amebaki kisha jitambue ni mgonjwa. Sababu hiyo ndio sababu yangu wanayotulia. Lakini una wewe ukishaona una maradhi na kule umekwenda ibada yenyewe, kina Sheikh Dago unafahamu kule Mina ndio tunapoanza kukimbizana. Sasa usianze kutafuta mashaka hapa kabla hujafika Mina. Kwa hiyo kwa muda huo wa jua linapokuwa kali, pumzika kwanza hotelini. Na bahati nzuri kwa sababu ya ule umati wa watu, na sisi siku zote watu tunakwenda kuchukua hoteli ambazo zipo karibu na haram. Maana yake ni kwamba ukishuka tu na msara wako nje pale kwenye swala za jamaa, utakuta watu wanaswali pale. Na unaswali kwa zile swala za kuzielezea shehe hapa kwa daraja ile ile ikiwa ni jamaa. Kwa hiyo swali pale kisha rudi ndani, usitafute yale mashaka ya kwenda kule. Na ugumu wake mwingine unaokuja kwa sababu watu wanakuwa ni wengi sana kiasi mpaka wanafunga barabara kwamba wanazuia hakuna watu kwenda isipokuwa kutoka kule warudi. Sasa usije kukumbana na hilo alafu hali mbaya. Lakini pia ndio inakusaidia kama umeshakunywa Lasix yako. Kule wenzetu sivyo vyetu kama hivi kwamba ukiteremka hapa umekikuta. Pale wewe uko hapa unataka kwenda chooni, basi ujue una safari ya hapa mpaka takribani unakaribia hapo labda kwenye maduka ya kina Saba General hii au Fire. Kwa hiyo pana umbali. Maana yake kwamba pana umbali wa wewe kwenda msalani. Ndio maana tunasema hizi dawa zirekebishwe. Lakini kwenye vyakula daktari kaongelea, ule mji ni mtukufu lakini una mambo yake. Ukienda kule mji ni wa Mwarabu, mpishi ni Muhindi. Wewe unayekwenda kule chakula ni Mswahili. Kwa hiyo ukafika kule watu tunapata sababu sisi kama vile viongozi, nataka ugali. Kuna mwaka nilipata mgonjwa ananiambia mimi na hamu nikipata mbilimbi hapa au embe chachu. Saudia hakuna. Ili nipate hamu ya kula. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tumia vile vilivyokuepo pale kuweza kula. Madaktari watakushauri tumia hiki na hiki kwa hali yako, kama ni sukari, pressure na vyote vinawezekana, kwa sababu wao kule wana wagonjwa wa sukari, wana wagonjwa wa pressure na wanaishi. Lakini kubaliana na mazingira yale. Huku kwetu ikipikwa pishori ni kwenye Idi au swala, kule utakula mwezi mzima mpaka utauchoka. Kwa hiyo ni vizuri ufanye kile kinachowezekanika.
lakini chunga ulaji wako. Na mpishi wa muhindi tunajua mafuta ni mengi, kwa hiyo ni lazima uangalie hili tumbo kabla halijaleta shida, na hususani kwa ibada hii ambayo choo inabidi ukifuate masafa, na ukinyanyuka ukienda ukirudi pale ile njia umefunga. Na hapa sasa ndipo tunapoanza kutengana na viongozi wetu, maana mliingia kama hivi mmekaa, umeteremka peke yako, alafu kule umeenda umefunga njia, hapo hutawaona. Kwa hiyo pia ni vizuri wakati unakwenda kule, na vizuri na wewe mwenyewe binafsi ukaanza kushika ramani kwamba hotelini nilipotoka pana jengo lipi, nikilipata lile nimefika hotelini. Hapa ndipo ambapo unaposikia tulipotezana na ujaji. Kwa hiyo ni vitu vya msingi kutazama. Lakini pia niongezee kwenye nafasi ya wagonjwa ambao tayari wana maradhi. Tunapoongea kuhusu wagonjwa wetu wajitambulishe, tunachokusudia ni kwamba tukushauri, sio kwamba tukuzuie kufanya ibada. Pana mwaka tumekwenda pale tunakutana na mgonjwa ana changamoto ya sukari, na ile sukari tayari ana vidonda mguuni vikubwa, sio kidogo, vikubwa. Kwa mazingira yale tulipata tabu sana ya kufanya dressing na vitu vingine vingi sana. Na wenyewe wakati huo mpaka wenyewe Mina wana hospitali, lakini Mina wakasema huyu mgonjwa atoke arudishwe mjini Maka ili waweze kufanya yale matibabu. Lakini tungemjua tokea hapa tungemshauri. Tunapowaomba wagonjwa waje, si kwamba tuwaambie kwamba wewe ustahili kwenda kwenye ibada, hapana. Lengo ni kumshauri atekeleze vipi ibada yake. Kwa sababu tangu tumeumbwa hii dunia mpaka sasa hamna daktari aliyewahi kwenye matibabu akasema tumezuia kifo. Bado tunasoma hapo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama kumwambia eti mtu akibaki hapa ndo atafariki, hapana. Hata akienda kule hata wewe mzima, tunawaacha madaktari wenzetu kule, wao ndo wamekwenda na mzima, alafu yeye ndo kaumwa, nyinyi mnarudi, yeye yuko hospitali. Kwa lengo ni kuandaa vitu kama hivi. Kama una vidonda kama hiyo ya sukari, daktari ajue abebe dawa ya aina gani, au akushauri nini. Vimeongelewa viatu hapa, pana viatu maalum kwa ajili ya watu wa sukari. Yule mtu alipata tabu kule, bahati nzuri Sheikh Dago anamfahamu, wenyewe mashehe walisikitika sana. Amepita watu na washauri watu, kaeni na hawa mashehe wawapeni hizi hoja, kwa sababu yule alikwenda si kumkuta mtu gani kule. Tunasema unapokuwa kwa sisi wanaume tuna masharti mengi kwenye ibada, uruhusiwi kuvaa kiatu kinachofunika wala socks. Sasa sijui alimkuta mtu gani, akamwambia hapana, wewe kwa hivi viatu ulivyovaa utakuwa huna ibada, kwa hiyo toa socks zako na kiatu vacha namna hiyo. Na kwa sababu wale wagonjwa wanakuwa na sifa kule chini hawapati kuhisi maumivu, kwa hiyo aliumia bila yeye kujua, akaumiza pale kwenye lile jeraha, shida ikawa ni kubwa. Kwa hiyo ni vizuri ukishakaa na daktari, ataona hili jambo linamhitaji shehe, atamfuata, watatengeneza utaratibu ambao sheria imekuruhusu wewe kama mgonjwa utafanya ibada yako bila kuwa na wasiwasi. Tumeenda na wagonjwa ambao ni very worse condition kuliko unaofikiria. Tumeshakwenda na wagonjwa mpaka wana kansa, na tumekwenda nao wamefanya ibada na wamerudi. Kwa hiyo wala msihofie kuhusu hilo, isipokuwa tu daktari ajue ni na mgonjwa wa aina gani na akushauri mapema. Hayo ni katika mambo ya msingi sana ambayo tunayokumbana nayo kule. Mimi baada ya hapa nafikiri nitakuwa nimemaliza. Naam.